Kenya mzima. Tunaelewana? Pia leo mimi nimefika hapa kwa maneno ya title deed. Leo tumepatiana title deed ya Elgeyo Marakwet County 10,000. Tulipatiana 5,000 juzi. Tumeleta 10,000 leo na tumetangaza adjudication areas ambaye tutatumia sasa kufanya usurvea, kupima mambo ya mashamba ya wananchi. Tutarudi hapa tena mwaka ujao na title deeds 20,000. Ndio kila mwananchi hapa apate chake, kila mtu awe na kiwango yake, awe na title deed yake. Ndio wakati tunasema titling inaendelea Kenya, hata hapa Elgeyo Marakwet inaendelea. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ya hii barabara yenu. Hii barabara mnajua tulijenga ile barabara ya kwanza tukaunganisha mpaka ikaenda mpaka Kamatira. Kutoka Jeptonge kule chini. Si namna hiyo? Leo tumekuja hii barabara sasa yenu ya kutoka hapa itaenda mpaka Kabiego, iteremuke mpaka Kamele. Si ndio? Kilomita 30. Mimi nimekuja kuunganisha hapa ndio watu wa Elgeyo Marakwet waungane na watu wa West Pokot, tufanye biashara, tuendeshe kilimo, tujenge uchumi, tufukuze umaskini. Ama mnasemaje jameni? Si maneno ndio hiyo? Na vile vile viongozi wenu hawa wameniuliza ya kwamba ikifika pale ulekoita no Kipkundul tuunganishe na Kapcherop. Si ndio? Sasa si mungenipatia nafasi kidogo nijenge hii kwanza. Ndio sasa muna niongezea kazi hata kabla sija nimalize yote mpaka Kapcherop. Lakini niko na kibarua. Lakini sawa nitangangana. Si namna hiyo? So mimi nataka tupangane namna hiyo ndio tuhakikisha kwamba hiyo program inasonga mbele. Vile vile mimi nimekuja hapa kwa sababu mimi nataka mjue ya kwamba tuko na mpango vile niliwaambia hapa ya kwamba tutakuwa na bima ya afya ambayo itafikia kila mwananchi. Pale nyuma tulikuwa na NHIF. Ilikuwa ni ya watu wako na ajira, watu wako na uwezo. Lakini ugonjwa haibagui mtu wako na kazi ama mwenye uwezo. Kila mtu anaweza kuwa mgonjwa ama namna gani? Ndio tukasema na mimi nikaamurisha na mimi nikauliza kura yenu na nikawaambia nitaweka mpango wa universal health coverage, ile ambayo itafikisha bima ya afya na matibabu kwa kila Mkenya bila ya kujali ako na kazi ama hana kazi, ako na uwezo ama hana uwezo. Ndio hiyo program tumeanzisha juzi ya Taifa Care, hiyo ambayo inaitwa SHA. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Elgeyo Marakwet. Nyinyi mko mbele, mumesoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Oase? Kwa sababu Elgeyo Marakwet sasa nyinyi ni namba 3 Kenya mzima. Wale watu wamejisajili kwa mambo ya universal health coverage. Kwa sababu tunataka mwananchi akiwa mgonjwa usiuze tena mali yako. Usiuze shamba, usiuze ardhi, usiuze sijui ng'ombe, usiuze nini. Mambo ya afya ishughulikiwe na bima ambayo inatujumuisha sisi wote na inasimamiwa na serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Kufikia sasa wale ambao wamejisajili ni 17,400,000 wakiwemo watu wa karibu 120 ya kutoka Elgeyo Marakwet. So mimi nataka kila mwananchi niwaulize, wewe kama mwananchi wa hapa, kila mmoja wenu mjisajili. Ndio tu wakati tunapanga mambo ya afya, mkijisajili kwa zahanati yenu hapa, ndio tutajua wananchi wangapi wako kwa dispensary hii. Ndio tupange dawa ya kutosha, tupange equipment ya kutosha, na tupange mambo yenu ya afya kwa muda ama in time.
ndio tuhakikishe tunashughulika na mambo ya afya ya kila mwananchi. Vile vile maneno ya masomo ya watoto wetu, mimi nafurahi ya kwamba kila mwananchi anaelewa umuhimu ya kupeleka watoto wetu shule. Leo ndio ile examination ya form 4 ya mwaka uliopita imetoka, na katika hiyo examination imeonekana wazi ya kwamba kuna improvement ya mambo ya masomo katika taifa letu la Kenya. Kuna improvement number 1 kwa overall outcome ya mambo ya mtihani. Kuna improvement number 2 kwa ile STEM subjects ya sciences ambayo ilikuwa imebaki nyuma. Kuna improvement ya 3 ya watoto wetu wasichana ambao pale nyuma walikuwa wamebaki nyuma, lakini sasa katika mtihani ambao tunatoa leo kuna wanafunzi wasichana zaidi kuliko wavulana. So women are improving, the whole education sector is improving, na ni kwa sababu niliwaambia nitaajiri waalimu zaidi. Kufikia sasa tumeajiri waalimu 76,000. Hakuna serikali ingine tangu Kenya iundwe imeajiri walimu 76,000 in 2 years. Tuambiane ukweli. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na mambo bado. Mambo bado. Mimi pia nataka niwaeleze. Pongezi nyingi. Mumenisaidia kama wakulima. Munazalisha chakula zaidi. Ndio mwaka huu hatujaagiza mahindi kutoka nje. Mwaka huu hatujaagiza sukari kutoka nje. Wakulima wa bidii wa taifa letu la Kenya wamezalisha chakula mpaka ile unga ilikuwa 240 sasa iko 100. Mungu si ni waajabu jameni? Si ni waajabu? Mbolea ile ilikuwa 7,000 sasa ni 2,500. Na mimi nataka niwatangazie hiyo mbolea ya mwaka huu ya kupanda kuanzia mwezi ujao tayari iko kwa store hapa. Ati ikuja Labot. Sasa wewe gavana. Sindio? Si hii maneno tunagawana kazi. Mimi natoa kule ng'ambo. Nasukuma mpaka inafika hapa Kapsowar. Inapita Eldoret na kuja Kapsowar. Sasa kutoka Kapsowar mpaka Labot hapa huyu gavana atashindwa? Wewe gavana sasa ujipange hapo bwana. Ama namna gani? Si huyu atapanga sasa? Ikuje Labot. Lakini nyinyi mtafanya bidii kusalisha chakula ndio tuondoe njaa. Na wale wakora wananisumbua ati wanabeba sufuria kwa kichwa, waache kubeba sufuria. Si ndio? Mtanisaidia? Si ndio? So otherwise mimi nawashukuru sana. Mimi tu nataka niwahakikishie Kenya iko imara. Na tunasonga mbele. Na hatuwezi kurudishwa nyuma na watu ambao wanataka kutuelekeza kwa mambo ambayo hayana maana. Mambo yetu tunapanga vile tuliweka katika manifesto yetu. Tulisema tutashughulika na kilimo, kilimo inasonga mbele. Tulisema tutaweka universal health coverage, ndio hii rollout inaendelea. Tulisema tutatatua matatizo ya CBC na tuajiri walimu zaidi, hiyo kazi inasonga mbele. Tulisema ya kwamba tutahakikisha kwamba tunafanya mambo ya housing na market, hiyo kazi inasonga mbele. Na hiyo kazi mlinipatia nitafanya na bidii. Na wale wengine wanataka kushindana na mimi, they are welcome. Tutakutana na wao kwa sababu kila mtu anakuja na scorecard yake. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Ile kazi mimi nitashughulikia mwaka huu sana sana ni hii mambo ya barabara. Kwa sababu pale nyuma uchumi ilikuwa na matatizo. Lakini sasa tumedhibitisha ama tumedhibiti mambo ya uchumi. Inflation imeteremka chini. Exchange rate imekuja chini. Mambo ya interest kwa mabenki imekuja chini. Na sasa mambo yetu iko sawa sawa. Mimi sasa nitapanga mambo hii ya barabara, mambo ile imebaki kidogo kidogo, Kenya isonge mbele, taifa la Kenya iliungane. Na mimi pia niwahakikishie ya kwamba kazi yangu kama rais wa Kenya ni kuunganisha Wakenya wote bila ya kubagua wametoka sehemu gani, ni wa dini gani, ni wa jamii gani, ni wa chama gani. Wote ni wananchi wa taifa la Kenya, na ni kazi yangu
kuwaunganisha. And I want to commit that we are going to unite the people of Kenya so that we can create synergy and drive our development into the future with all Kenyans on board. Na vijana wetu hawatabaki nyuma. Tumekubaliana jameni? Kage kwa shine? Kage testaya na kagelia? Mbele ama tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hii kazi mnataka iendelee namna hii? Tupange elimu, watoto wasome, kilimo iendelee, housing iendelee, universal health coverage iendelee, tuendelee kuunganisha stima, Kenya ibadilike. Ama mnataka tusikize wale wanatupigia makelele? Tuendelee mbele? Nikaze mwendo? Hebu ni wale wanasema tuendelee. Bas, niko na viongozi hapa wengi, si ndio? Tumekubaliana? Niko na viongozi hapa, wawasalimie dakika moja moja. Nitaanza kwanza na gavana wetu Bwana Rotich, aseme chamge.